Simba ni miongoni mwa wale paka wakubwa wa genus Panthera na mmoja wa familia ya paka. Kwa kuwa baadhi ya simba dume wanazidi kilogramu 250 kwa uzito, wanakuwa ndio paka wakubwa kwa upili baada ya chui milia ambaye ni taiga. Simba wa polini wanapatikana huko chini ya nusu la jangwa la Sahara katika Afrika na Asia, na kwa kiasi kidogo sana huko India, kisha kupotea katika Afrika ya kaskazini, mashariki ya kati na magharibi mwa Asia nyakati za historia. Karibu miaka 10,000 iliyopita huko nyuma, simba walikuwa ndio wanyama wa nchi kavu waliotawanyika zaidi baada ya binadamu. Simba wako hasa Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Simba wa Asia walipopatikana zamani katika Uturuki na Bangladeshi, lakini wanyama 300 pekee waliobaki katika hifadhi ya wanyama huko Gujarati nchini Uhindi. Nusu spishi nyingine zilikuwepo Ulaya na pia Afrika ya kaskazini, lakini zote zimekwisha kwa sababu waliwindwa vikali. Chakula chao ni nyama iliyopatikana kwa kuwinda wanyama wengine. Tofauti na paka wengine, simba huishi kwa kuwinda katika vikundi vyenye wanyama 10 hadi 20. Kila kundi lina eneo lake na kuitetea dhidi ya simba wengine. Siku zote simba jike ndiye anayewinda. Simba, tofauti na paka wengine, huweza kuchangamana kwa urahisi. Kundi la simba hujumuisha simba jike, ndugu kadhaa na watoto, na idadi ndogo ya simba dume wakubwa. Kundi la simba jike huwinda pamoja, hasa huwinda wanyama wenye kwato. Simba huwinda wenyewe, japo mara kadhaa huonekana wakijilisha mizoga. Wakati simba wakiwa wanawinda, hawawindi binadamu bwana. Wachache waliripotiwa kuwa wakiila nyama yake kama kitoweo. Hivyo husababisha simba kuwa hatarini sana kupotea kutokana na jamii hiyo ambayo inakula nyama ya simba kama kitoweo. Simba ni mnyama ambaye yuko hatarini kupotea, na kila siku hukadiriwa 30% mpaka hivi sasa kufikia 50%. Japo sababu kubwa ya kupungua kwa simba hawa hujumuishwa na wengi kuwawinda kama kitoweo, hivyo pia kwa kupungua uoto ambao hujiotea wenyewe mwituni kutokana hii na mwingiliano wa binadamu. Tangu enzi ya Roma ya kale, simba wamekuwa ni spishi kubwa inayofuatiliwa sana kwa ajili ya maonyesho, yani zoo. Fuvu la kale la simba lilipatikana huko Laitori, Tanzania, na lina karibu ya kufikiwa miaka milioni 3.5 iliyopita. Wanasayansi kadhaa walilipa jina kuwa Panthera leo, lakini rekodi hizi hazijathibitishwa sana, na kinachoweza kusemwa ni kwamba zinakaribia na zile za Panthera. Panthera aliyethibitishwa ni yule wa miaka milioni 2 iliyopita, lakini spishi nyingine zilizokaribia kuwa na Panthera ni kama chui milia ambaye ni taiga, chui mweusi ambaye ni jagwa, na chui huyu tunamjua sisi leopard. Ila tafiti za maumbo, spishi ya kwanza kutokea miongoni mwa hizi za wakati huo miaka milioni 1.9 iliyopita, jagwa alijitokeza ambaye kutoka kwake ndiye tunapata chui na simba. Simba na chui
walitengana kamili miaka milioni 1 iliyopita. Lakini panthera leo ambaye ni simba alijitokeza Afrika miaka milioni 1.8 iliyopita kabla ya kusambaa Afrika kwenye ukanda wa Eurasia. Kwa mara ya kwanza ilionekana Ulaya miaka 700 iliyopita na huko Amerika miaka 300 iliyopita. Je, unazijua tabia za simba? Wakati wa kugombana na wengine, nywele za simba humfanya aonekane mkubwa kati ya wanyama hao wote wa jamii ya paka. Simba ndiyo mnyama mrefu mabegani na ndiyo wa pili kwa uzito baada ya taiga. Kwa miguu yake, nguvu ya taya imara na meno yake chongo yenye urefu wa sentimita 8, simba anaweza akamwangusha na kumuinua mnyama mkubwa kama vile nyati. Rangi ya simba hubadilika kutoka rangi ya manjano mpaka njano kabisa, nyekundu na kahawia ya kukoza. Sehemu ya chini huwa ya rangi angavu na kishungo cha mkia wake ni cheusi. Watoto wa simba huzaliwa na madoa meusi mwilini mwao kama vile wale wa chui, japokuwa madoa haya hupotea taratibu wakati wakiendelea kukua. Baadhi ya madoa haya huendelea kuonekana miguuni na sehemu za chini ya mwili wao, hasa kwa simba jike. Uzito wa simba wakubwa ni zaidi ya kilogramu 150 mpaka 250 kwa dume na kilogramu 120 mpaka 182 kwa jike. Simba huwa na ukubwa tofauti kulingana na mazingira na eneo husika wanaloishi. Kwa mfano, simba wa kusini mwa Afrika wameonekana kuwa wazito mara 5 zaidi ya wale wa Afrika Mashariki. Urefu wa kichwa na mwili inakadiriwa kuwa sentimita 170 mpaka 250 kwa dume na sentimita 140 mpaka 175 kwa jike. Urefu wa bega lao ni sentimita 123 kwa dume na sentimita 7 kwa jike, na urefu wa mikia yao inakadiriwa kuwa ni urefu wa sentimita 90 mpaka 105 kwa dume na 70 hadi 100 kwa jike. Simba hutumia muda mwingi kupumzika. Ndani ya masaa 24 ya siku wao hupumzika masaa 20. Masaa 2 hutumia kama mawindo na dakika 50 pekee hutumia kwa ajili ya kula, japokuwa huamka mara kwa mara. Wakati wa kujamiana, dume hutoa shahawa mara 20 mpaka 40 kwa siku kadhaa. Wengi wa simba jike huanza kuzaa wakati wa miaka 4. Simba hawajamiani katika kipindi maalum cha mwaka kama ilivyo kwa paka wengine. Simba jike huweza kujamiana na zaidi ya dume mmoja, na wakati wa kujamiana ambao unaweza kumchukua siku kadhaa. Wenza hao hujamiana mara 20 mpaka 40 kwa siku, na mara nyingi hata huahirisha kula. Simba jike hubeba ujauzito kwa siku 110 na kisha hujifungua watoto 1 mpaka 4 kwenye sehemu maalum ambayo ameiandaa. Na mara nyingi simba huyo huenda kuwatafutia chakula watoto akiwa peke yake bila kuwashirikisha simba wengine. Simba wanapozaliwa wakiwa wadogo huwa na kilogramu zinazokadiriwa kuwa kilogramu 1.2 mpaka 2.1.
na baada ya siku 1 mpaka 2 huanza kutambaa nje ya hizo sehemu maalum walizowekewa. Simba jike huhamisha watoto wake mara kadhaa kwa mwezi, na huhamisha kwa kuwabeba mmoja baada ya mwingine jangwani, ili kuzuia harufu kujijenga kwenye malazi yao, na hivyo kuvuta wanyama wengine wala nyama ambao wengine wangeweza kuwadhuru watoto wake. Ulikuwa na mimi kwenye nakala nzuri na pendwa siku zote. Wananiitaga Romy Michael. Tukutane kwenye nakala ijayo. Je, itasema nini?